Zote tuketi. Unanikumbuka baba. Your Excellency, our Governor, Dr. Paulo Wamatangi, honorable members, our Speaker of Assembly, all protocols observed. Ningeomba nafasi hii kwa heshima na taadhima kuu nimwalike Speaker wetu wa Assembly aweze kusema maneno mawili matatu na vile vile tupate mwelekeo kwa sababu ya ibada hii siku ya leo. Bwana Speaker, karibu. Asante sana Father. Tuko sawa? Asante sana Father Kiguru kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Ningetaka kuwasalimu zote ambazo tumekuja. Tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Asanteni sana kwa majina. Mimi naitwa wakili Charles Diongo, Speaker wa bunge ya Kiambu. Nimefika sana Father kwa nafasi ambayo nimepewa tuweze kualika kwa kirasmi ama what we call to officially welcome you hapa katika county government headquarters ya Kiambu. Na Governor, tunashukuru sana kwa nafasi ambayo umetupa ya kuja kushukuru kwa sababu ya watoto wetu. Sisi wote kwa hakika tumeona yale mabadiliko ambayo yamekuwa katika idara yetu ya masomo, hususan katika idara ya ECD. Governor, sisi tunataka kukushukuru kwa vile ambavyo umetuelekeza vizuri na watoto wetu. Mmefurahi kuona Governor wetu? Mmefurahi kuona Governor wetu? Tusalimie Governor kwa mkono hivi, tusalimie Governor kwa mkono. Kwa sababu tuko katika misa, mimi sitaki nizidishe zaidi ya hapo. Ningetaka tu labda kujulisha wa members ambao tuko nao, ndio labda tualike Governor wetu. MCAs ambao tuko nao, nitawataja kwa majina kwa haraka, ndio Governor naye aweze akatua mkuu wa kirasmi, alafu turudishe sukani kwa family. Members wangu ambao wako hapa tafadhali, nitawataja kwa majina. Njooni tu hapa, mimi nitawatambulisha kwa haraka. Huyu ni Mheshimiwa Rebecca Kiai, anakuwa nominated ama specially elected. Tupigie makofi. Mheshimiwa Mwaura Lawrence ama chairman. Huyu ni karibu nisahau. Huyu ndiye chairman wa ECD ama CDC hii. Hiyo tuangalie hii maneno na nafanya kazi na idara. Tupigie makofi. Mheshimiwa Zipora Ndua kutoka upande wa Githunguri, specially elected. Tupigie makofi. Sasa hapa mimi niko na kiongozi wa wengi ambaye ni majority leader. Tumpigie makofi na labda kwa niaba ya MCAs dakika moja tu ndio tuendelee. Thank you so much Father Kiguru na wale wote ambao wamekuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Msheki kama vile umesikia, na tunashukuru kwa sababu ya the major strides ambazo tumepiga kwa upande wa ECDs zetu, na hasa siku ya leo ambayo tumekuja ili tukaweza kushukuru Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametuleta. Nimesema tu nitasema jambo moja, kwa maana kando na yale mengi ambayo Mungu ametujalia tukaweza kuyafanya, tuna huzuni kubwa kwa sababu ndio mtoto aweze kufikia kiwango ya kwenda kufanya kozi zingine na za huko TVT na university, lazima apitie kwa mikono ya hao walimu akiwa wa ECD. Si ni kweli? Lakini jambo ambalo linalizunisha ni moja, kwamba usiku wa kuamkia leo na jana, ECD center yetu ambayo ilikuwa imekamilika huko upande ya Gatundu North, ikianza tulikuwa na watoto 15 peke yake. Kufikia jana tulikuwa na watoto 86. Na mtu kwa sababu ati anataka kujenga sijui TVET, anakuja kubomolea watoto hawa wadogo shule yao. Mbunge wa kule Gatundu North, Mheshimiwa Koroia, ameonelea kwamba watoto ambao walikuwa wanasomea hiyo shule, watoto wa wale wazazi ambao hawana uwezo kama wale wa kupeleka watoto wao private schools, ndio wameharibia shule yao
lakini tunamwombea Mungu. Mungu ndiye atatulipishia. Si ni kweli jameni? Na tumwambie Mungu wa wale ambao hawana uwezo, yeye mwenyewe ndiye atakuja kulipishia. It is a great shame. Na hata hatujui hiyo TVET ambayo unataka kujenga itasomewa na nani, kama watoto pahali masomo inaanza ndio nawaharibia foundation yao. Asante Your Excellency, tunaomba tu tafute namna ya hao watoto wetu wapate pahali ya kufungua shule Januari. But it's a great shame. Na kama institution ya serikali hatujaiona, it has never been heard ya kwamba institution ya serikali inabomolewa ndio mjenge institution nyingine ya serikali, ukiharibia watoto maisha yao. Tunakuachia Mungu, Mheshimiwa Kororia. Asanteni sana. Asante, tumpigie majority leader makofi. Unaye hapa tunamuita Mheshimiwa John Njiro Njue, ndiye naibu wangu ama deputy speaker.